na huyo Yesu wako unayemhubiri. Haleluya, haleluya. Utaenda kuona Mathayo, kati ya hayo mambo Yesu alikataa, mambo ambayo hayakuwa ni mpango wa nani? Wa Mungu. Utaenda kuona katika kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 40 hadi wa 50. Haleluya, haleluya. Mstari wa ngapi? Haya mambo kama vile ambayo Yesu aliyakataa, kuwa mfalme, kuongea na mama na ndugu wakati anaongea na makutano. Utaona katika kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 40 hadi wa 50. Kipengele kingine utaandika kwenda Uyahudini kufanya miujiza. Utaenda kuona na hiyo Yohana 7 mstari wa 3 hadi wa 9. Kujiokoa mwenyewe na wengine. Luka 23 mstari wa 36 hadi 39. Haya ni mambo ambayo Yesu alikataa, ambayo hayakuwa ni mpango wa nani? Wa Mungu. Haleluya, haleluya. Bali Yesu alifanya nini? Bali Yesu alichagua kumsaidia mwenye dhambi. Bali Yesu alichagua kumsaidia mwenye nini? Mwenye dhambi. Msalabani kwenda peponi. Yesu alijitoa. Sababu alijitoa kwa ajili ya kuwasaidia wenye dhambi. Alijitoa kwa ajili ya watu wenye shida. Kwa hiyo na sisi watumishi wa Mungu tunayohubiri injili ya kweli, lazima tujitoe kuwasaidia wenye shida. Tujitoe kuwasaidia wenye dhambi. Tujitoe kwa Mungu ili tuihubiri injili ya kweli. Tujitoe kuyafanya yale ambayo Yesu alifanya nini? Alitufundisha. Tujitoe kuyafanya yale ambayo Mungu ameahidi ametuagiza tufanye nini? Tuyatende duniani. Lakini sasa hivi tunakuta mambo mengine zaidi kabisa. Tunakuta tofauti kabisa na haya ambayo Yesu ameyatenda. Nakuta mtu anahubiri injili ya kweli, anamhubiri Yesu, lakini haishi katika yale ambayo anayahubiri. Haishi katika hayo mema ambayo Yesu anayasema uyatende, au yale ambayo anayahubiri. Kuna watu wanakuja kusema ni neema ya Mungu. Hivi kuna neema inayotaka kuyatenda mabaya? Hakuna neema inayomsukuma mtu kuyatenda mabaya. Hakuna neema inayomsukuma mtu kupenda ila. Hakuna neema inayomsukuma mtu kuwa na chuki na mwingine. Tunakutana na mambo mengine kabisa katika kanisa la leo. Ni mambo ambayo yako tofauti na ambayo Yesu ameagiza tuyatende. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mungu pia alitumia nini? Utaenda kuona hayo mambo ambayo Mungu alifanya nini? Alitumia. Haleluya, haleluya. Utaenda kuona hayo mambo ambayo Mungu pia alitumia wanafunzi. Alitumia nini? Wanafunzi katika kuhubiri injili ya kweli. Alitumia nini? Wanafunzi. Haleluya, haleluya. Katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 33 hadi wa 46, na Luka 6 mstari wa 12, na Mathayo 28 mstari wa 19 hadi 20. Haleluya, haleluya. Alitumia watu, alitumia wanafunzi katika kuhubiri injili ya kweli. Sasa Mungu anakutumia na wewe unayenisikiliza, ambaye ni umepewa wito wa kuhubiri injili ya kweli, katika kuyatenda yale mema ambayo Mungu ameagiza kwenye maisha yetu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mtu mwingine tumuone huyu mtu nani? Watu baadhi ambao Mungu aliwatumia. Haleluya, haleluya. Kuna mmoja anaitwa Paulo katika Matendo ya Mitume
sura ya 9 mstari wa 15 utaenda kuona hadi wa 19 utaenda kuona mambo, utaenda kumuona huyu mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alimtumia kuhubiri injili ya kweli. Na nadhani wewe mtumishi wa Mungu ni msomaji wa Biblia. Kuna mambo ambayo mengi ambayo unayatambua ambayo huyu mtumishi wa Mungu ambaye aliyafanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mwingine ni Filipo. Utaenda kuona katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 5. Mwingine Petro, Matendo ya Mitume 15 mstari wa 7. Mstari wa ngapi? Wa 7. Haleluya, haleluya. Watumishi mbalimbali ambao walijitoa, na tumeona mpaka vitabu vimeandikwa juu ya mambo makubwa ambayo Mungu aliyatenda kwa watu, na kwa hawa watu wa Mungu na kwa hawa watumishi wa Mungu. Walijikita katika kuihubiri injili ya kweli, walijikita katika kuyafanya mambo ya kweli. Mpaka kina Petro waliyatenda mambo makubwa, hata kifo kilipokuja mbele yao walijikita katika kuihubiri kweli. Walitishwa, walifanyiwa mambo mengi ya ajabu, lakini walisimama na wakaweka msimamo wao, wakasema hatuwezi kuhubiri tofauti na injili ambayo Mungu ametupa, na sisi tumeitwa kuisema kweli, tumepewa neno tuihubiri injili ya kweli. Walijikita hata kifo kilipokuja mbele yao, hawakuogopa mabaya, hawakuogopa kifo, hawakuwa na hofu ya aina yoyote, bali walijikita katika kuyafanya mapenzi ya Mungu, walijikita katika kuyafanya yale Mungu ambaye aliwapea wafanye. Unakuta wahubiri wale wameingiza vitu hatuelewi kabisa ni kwamba umeitwa na Mungu au umeitwa na nani, kwa sababu ukihubiri tofauti na injili ambayo Yesu ametupa, ukienda tofauti tu naye, maanake tutaanza kujaji huyo Yesu unayemhubiri ni Yesu gani, au huyo Mungu unayemhubiri wewe ni Mungu yupi? Kwa sababu mtu ambaye anaihubiri kweli anaishi katika ule ukweli anayohubiri. Mtu ambaye anafundisha mema anayeishi yale yaliyo mema. Haleluya, haleluya. Sasa wewe ukiwa uyaishi hayo, tutakujaji. Watu wanasema neema ya Mungu. Neema isukumi mtu kutenda mabaya watu wa Mungu. Sisi tumhubiri Yesu kweli peke yake. Tusiingize na kutokoa vitu vya nje kuviingiza kanisani. Ukitaka miujiza, gharamikia. Usikwepe gharama. Ukitaka kuwa maarufu, usikwepe gharama. Kwa sababu mnakwepa gharama, mnachukua rahisi. Kama Petro angekuwepo, angekueleza vizuri. Angekuwepo Paulo, angekueleza vizuri. Si mnawasoma watumishi wa Mungu wamepitia mambo makubwa na mabaya. Yupo Yohana ambaye alipelekwa katika kisiwa cha Patmo, akapelekwa katika karai la mafuta ya moto, na wengine wanapuruswa, wengine mpaka wamekuja kusulubiwa kama Petro amesulubiwa miguu juu kichwa chini kwa sababu ya injili ya kweli. Wewe unataka mikate na chai na nyama choma. Haleluya, haleluya. Ukitaka miujiza ya kweli, kubali gharama. Usiingize vitu visivyofaa. Ukiingiza vitu vingine vinavyotoka nje, huyo Yesu naye mzungumza si Yesu huyo. Tutamjaji vizuri huyo Yesu wako ni nani ambaye unamhubiri. Ikiwa huyaishi haya, ikiwa unatuchanganyia mambo, wakati hayo ambayo wanafunzi wake waliagizwa kuyatenda, walitenda kama vile walivyoagizwa na Yesu, na walienda kwenye mienendo ile ambayo Yesu alitembea. Ukitaka miujiza ya kweli, jifunze kwa Yesu. Ukitaka kuihubiri injili ya kweli, jifunze kwa Yesu.
Ukitaka umpendeze Mungu katika huduma yako, mfuate Yesu. Fuate Yesu rafiki yangu. Ufuate Yesu. Unataka miujiza ya kweli, fuate Yesu. Usituchanganyie mama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Usichanganyie mama. Unataka kuhubiri injili ya kweli, fuate tu Yesu. Uenene na Yesu peke yake. Eza baba yangu, ni mchungaji unanisikia. Mama yangu, marafiki zangu, ukitaka kumpendeza Mungu, jifunze kwa Yesu. Ukitaka miujiza ya kweli, jifunze kwa Yesu tu peke yake. Ukitaka kumpendeza Mungu katika huduma yako, jifunze kwa Yesu. Usijifunze na dunia, jifunze kwa Yesu peke yake. Tofauti na hapo, mbele yako ni kifo peke yake. Ukijifunza kwa Yesu, ule uzima wa milele upo mbele yako. Amen. Mungu akubariki ulionisikia, na neema ya Mungu iwe juu yako, na Yesu aendelee kukulinda, na Yesu aendelee kukuinua, na Yesu aendelee kuwa pamoja na wewe, na Yesu aendelee kukushauri, na Yesu aendelee kuongea na wewe, ili usije ukapotea ukajikwaa, ukaja ukaikosa hiyo nchi ya ahadi mbinguni, ukaja ukakosa kuingia mbinguni kwa sababu ya kitu kidogo. Usije ukakosa kuingia mbinguni kwa sababu ya kitu kidogo. Mungu aendelee kukusaidia na neema yake endelee kuwa juu yako katika jina la Yesu. Amen.